msaada wa kisheria Tanzania, pia ukimwakilisha katibu mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria, kaimu katibu tawala wetu wa mkoa Bibi Amina, lakini team leader wa mkoa ambaye ametokana na kutoka Wizara ya Katiba na Sheria Bwana Laurent ndiye, lakini mkuu wetu wa idara kitengo cha sheria cha mkoa, ndugu zangu viongozi wote mnaowakilisha wilaya zetu za mkoa wetu wa Tanga, lakini wakurugenzi na watumishi wa Wizara ya Katiba na Sheria, wakuu wa idara na vitengo kutoka sekretarieti ya mkoa, watoa huduma za msaada wa kisheria, lakini vile vile polisi dawati mliopo hapa, wataalamu mbalimbali, maafisa ardhi kama mlivyotambulishwa hapa, maafisa ustawi, maafisa maendeleo ya jamii, maafisa madawati, wageni wote waalikwa, wanahabari, mabibi na mabwana. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Awali ya yote nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Mungu wa rehema kwa kutujalia afya njema, lakini kwa kutupa kibali cha kuweza kutanika hapa siku hii ya leo. Pili, nitoe pongezi za dhati kwa Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya na kwa hakika kwa kutendea haki kila sekta. Ukiangalia mambo ambayo Mheshimiwa Rais anayafanya, uwezo ukaamini kwamba uzito huo ataupeleka katika kila sekta. Umeona uwekezaji mkubwa katika maji. Sisi hapa Tanga tulikuwa na changamoto kubwa sana ya maji. Ameingia, tulikuwa tuna maji upatikanaji 49%. Katika muda wa miaka 4 tumeshafika 75%, tunaenda 79%. Mama Samia oye! Lakini katika afya tumeona uwekezaji mkubwa, miundombinu ya barabara, taa, tumefika katika vijiji vyote na vitongoji 50% vimekamilika. Lakini hata mchakato sasa wa kuanzisha airport yetu, waliokuja kwa ndege wanaweza kuona Tanga, mbona uwanja mdogo kiasi hiki hauendani na Tanga. Lakini tayari tuna fedha na mchakato wa ujenzi wa kiwanja cha ndege kinakamilika. Lakini bandari, nyinyi ni mashahidi kazi kubwa na uwekezaji mkubwa wa bandari mlioona. Kwenye sekta ya kilimo hali kadhalika. Lakini masuala mazima hata ya lishe, tulikuwa tuna udumavu mkubwa asilimia karibu 36, sasa hivi tumeshuka mpaka 22. Kwa hivyo tunakwenda vizuri sana. Lakini kama ikutosha, akaja na mbinu hii ya kupata msaada wa kisheria. Na hii inaendana na falsafa yake ya 4Rs. Kwamba tujenge nchi yetu kwa pamoja, panapohitajika reforms tufanye, panapohitajika suluhisho tufanye reconciliation, lakini pia tuwe na ustahimilivu katika kufanya mambo yetu. Kupitia falsafa ya 4Rs ndo tumeona jinsi gani haki, demokrasia na utawala bora unavyofanya kazi. Yeye ameasisi kliniki hizi za ardhi, lakini kama ikutosha tumeona na kliniki za walimu. Juzi kati tulikuwa tuna walimu hapa, Mheshimiwa Rais kwa kuishirikisha chama cha walimu Tanzania CWT, wamekuja wataalamu kutoka serikalini, jopo kama ambavyo jopo lilivyokuja hapa. Wameweza kukutana na walimu, wamezunguka Tanzania nzima, na walikuwa kwetu wiki 2 zilizopita. Wamekutana na walimu kusikiliza kero za kucheleweshwa kupandishwa madaraja, malimbikizo ya malipo. Haya yote ni kuhakikisha kwamba anatoa kero mbalimbali ambazo zinawapata Watanzania. Leo hii sasa tuna hii kliniki ya msaada wa kisheria, ambapo kwa hakika kama alivyoeleza hapa mkurugenzi wetu anashughulika masuala ya huduma za msaada wa kisheria katika wizara, Bibi Esther, imekwenda kusaidia watu zaidi ya milioni 2. Naomba tumpigie makofi Mheshimiwa Rais wetu. Na makofi kwa wizara yetu ya Katiba na Sheria na timu nzima ya jopo lile ambalo linazunguka wilaya mikoa yote. Kwa hakika wamefanya kazi nzuri sana. Sisi nyinyi wote ni mashahidi
changamoto mbalimbali ambazo tunapata. Kila tunapojaribu kutatua kero nyingine zinazalishwa, lakini hata utatuaji wa kero unachukua muda mrefu, kwa sababu kuwapata wadau wote kwa wakati mmoja kutoka taasisi mbalimbali mara nyingi inakuwa ngumu. Kwa hivyo hichi kitendo cha kuwa na jopo la kuunganisha timu yote hii kuweza kutatua changamoto za wananchi ni jambo zuri sana na ni jambo kubwa sana. Leo hii tunaona mtu mnyonge ambaye alikuwa uziwe nyumba yake kwa ajili ya mikopo ile ambayo kwanza hata kushirikishwa, nyumba inawezeka ambaye ingeuzwa kwa deni la milioni 8, nyumba ya zaidi ya milioni 200 leo imenusurika. Lakini tumeona hata watu ambao wanyonge wamepata changamoto za kesi ambazo zingeweza kuwapeleka muda mrefu, lakini mambo mengi yameweza kutatulika. Mimi juzi niliona ile kesi ya Arusha, mgogoro wa ardhi wa miaka 27, lakini kupitia jopo hili mgogoro ulikamilika. Naomba tuwapigie makofi tena. Kwa hivyo kwa hakika tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, na kwa kweli sisi Tanga hatuna deni na mama, yeye ndo anayetudai. Na wanatanga wanasema watalilipa deni hilo Oktoba. Iwe mvua, iwe jua, uchaguzi uko pale, na kwa hakika deni la mama litalipwa kwa kura nyingi sana. Na hivyo basi mimi nawashukuru sana wote mmejitokeza kuja kufanya kazi hii. Najua kwa pamoja tutasaidia kutatua kero ambazo saa zingine viongozi wanakuja mabango yanakuwa ni mengi sana. Na sisi kwetu Tanga changamoto kubwa tulionayo bado ni kama ambavyo mikoa mingine, migogoro ya ardhi, lakini tuna changamoto pia ya masuala ya mirathi, na tuna changamoto pia ya masuala ya ukatili na unyanyasaji wa watoto na wa kijinsia. Hili limeanza kuwa ni swala limeanza kuwa ni kama donda ndugu, na kwa hakika kupitia kambi hii na elimu tutakayoipata, na hakika hata taswira ya changamoto ambazo tutaendelea kuzipata zitaendelea kupungua sana. Wananchi wakijua kwamba sisi sote kwa pamoja, timu nzima inafanya kazi kwa pamoja, na tunachukia ambayo yanafanywa hasa ya ulawiti wa watoto wa kiume na wa kike, lakini ubakaji na unyanyasaji wa aina zozote. Kwa kweli hali hii itakwenda kubadilisha kabisa taswira. Na sasa hivi mimi niseme tu kwamba hili jambo kwa sababu linafanywa kwa siri, saa zingine tunadhani ni vijana sharubaro ambao wako mitaani, lakini katika kupita na kuanza kupata unakuta kumbe hata kuna watu wazima kabisa, watu wazima wenye heshima zao ambao na wenyewe wanaingia katika ushetani na kufanya matendo haya. Kwa hivyo tuko pamoja kuhakikisha kwamba nchi hii inaenda kwenye maadili, taifa ambalo linatoka kwenye mstari wa maadili na kufanya vitu ambavyo haviendani na hali ya dini zetu na hofu ya Mungu, hata maendeleo hayapatikani, hata utulivu unaweza ukatupotea. Tutakuwa tunamuudhi Mungu kama ambavyo watu wa Sodoma na Gomora waliweza kumuudhi Mungu, na kwa hakika neema ilipotea. Kwa hivyo tunashukuru sana kambi hii kwa kuja kwetu Tanga na kuhakikisha kwamba mnashikiana nasi kwa kulingana na elimu yenu kubwa mlionayo ya mazingira ya msaada, ili kuweza kukamilisha na kuondoa changamoto mbalimbali. Kama mlivyoeleza, Wizara ya Katiba na Sheria kwa kushirikiana na wadau, ambapo mlianza kampeni hii mwezi wa 4 tarehe 27 mwaka 2023, ambapo ilizinduliwa rasmi Dodoma, na Waziri Mkuu wetu Mheshimiwa Kassim Majaliwa alikuwa ndo mgeni rasmi. Na umetueleza hapa mmeshafikia, sisi ni mkoa wa 24. Tunashukuru sana, na kwa hakika kama mkoa sisi tarehe 8 kesho ndio kutakuwa na uzinduzi rasmi, na tumechagua eneo la viwanja vya Tangamano kwa sababu ni katikati kabisa ya mji. Mtu yote anatoka sehemu yote basi atapanda basi moja afike pale katika viwanja vyetu. Kwa hivyo pale patakuwa ni sehemu sahihi, na mgeni rasmi
atakuwa ni Mheshimiwa Waziri wetu wa Katiba na Sheria, Mheshimiwa Balozi Dr. Damas Ndumbaro. Huyo ndio atakayetusaidia katika uzinduzi, na amekuwa akizindua makambi yote katika mikoa yote. Maandalizi yanaendelea vizuri na tutakuwa na burudani mbalimbali, lakini tutakuwa na mabanda ya watoa huduma za msaada wa kisheria. Na mimi nawapongeza sana wenzetu wa Tanzania Law Society, Tanganyika Law Society, na wale ambao wamekuwa mstari wa mbele kusaidia katika kutoa huduma za msaada wa kisheria. Wanasheria ambao wanatoa msaada bure, kwa sio bure manake wanalipa na sacrifice gharama zao za malipo ili kutoa huduma kwa jamii. Nawashukuru sana wote. Na zoezi hili litakuwa ni za siku 9 kuanzia kesho tarehe 8 hadi tarehe 17 mwezi wa 4, ambapo kutafanyika majumuisho ya jumla na taarifa ya awali itaweza kuwasilishwa. Na tunategemea hizi kambi, tumeonyeshwa hapa team leaders za kwenye wilaya zetu zote 8 ambao watakwenda, na katika halmashauri zetu zote 11 watakwenda na kuweza kufanya kazi hii. Ndugu washiriki, kikao kazi hiki cha leo ni sehemu ya maandalizi ya utekelezaji wa kampeni kabla ya uzinduzi wa kesho tarehe 8. Kikao kinalenga kuwajengea uwezo wataalamu katika ngazi ya halmashauri kuhusu utekelezaji wa Mama Samia Legal Aid Campaign katika maeneo yote ambayo kazi hii itafanyika. Aidha, kupitia kikao hiki washiriki tutapata fursa ya kuainisha maeneo yenye uhitaji mkubwa wa huduma za msaada wa kisheria katika ngazi ya kata na kijiji au mtaa na kuandaa mpango kazi wa utekelezaji. Kwa hivyo nitumie fursa hii kuwataka wataalamu wetu, na nitoe wito hasa kufuatia wito wa Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba wananchi wetu wote hususan wanyonge wanafikiwa na kupata haki kwa wakati. Nyie kama wataalamu kwa nafasi mbalimbali mzonazo, zingatieni kufanya kazi kwa weledi na maadili ya kazi ili kuhakikisha kwamba mnakidhi haja na kiu za wananchi. Najua kuna baadhi wana changamoto. Kuna kesi ambazo Dada Esther, ukishika jalada unaona mtoto amebakwa, amelawitiwa, ukishika jalada kesho kichwa kinaanza kuuma. Najua naambiwa hapa kuna maafisa madawati, kila wakianza kulifuatilia jalada la kesi fulani anaugua mpaka analiacha jalada. Kesho tena kila akitaka kulisimamia, mambo haya yanaenda na mambo ya kishirikina najua, lakini na imani Mwenyezi Mungu wetu ni mkubwa zaidi, na pale tutakapopata changamoto basi tuambiane, maana na sisi tuna kamati ya ufundi. Tutashirikiana kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba watu wetu hawawi victim wa kuweza kupoteza maisha yao kwa ajili ya vitu ambavyo ni kwa msaada wa kijamii. Lakini tunajua tufanya dua na wazee wetu, viongozi wa dini watatusimamia kuhakikisha kwamba swala hili kwa kweli linaondoka, na hatutaogopa mtu ambaye amefanya ubaya alafu akapita katika njia za kutafuta kutoka katika kadhia ya kesi kwa kutumia vitisho vya kishirikina. Ndugu zangu, mtakubaliana nami kwamba kuna uhitaji mkubwa wa masuala ya elimu ya huduma za msaada wa kisheria, masuala ya elimu ya uraia, haki za binadamu, utawala bora, utatuzi wa migogoro na njia mbadala wa ukatili wa kijinsia, na kubwa sana ambaye ni kubwa sana kwa jamii yetu ya Tanzania na hasa hapa Tanga. Ni matumaini yangu kwamba kupitia kampeni hii itajibu baadhi ya changamoto katika jamii yetu na kuimarisha amani na utangamano wa kitaifa kwa wananchi. Nasi kama wataalamu tuhakikishe kuwa tunatekeleza wajibu wetu kwa kutumika na kwa kuweza kuwatumikia wananchi wetu ili waweze kujua haki yao na katika kujiletea maendeleo yao. Kipekee kabisa niendelee kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuja na ubunifu huu
lakini vile vile kuridhia kampeni hii kubeba jina lake pamoja na kutekelezwa katika nchi nzima. Nishukuru pia Wizara ya Katiba na Sheria kwa kuratibu kampeni hii na kwa kushirikisha ofisi zetu za mikoa, na niweze kushukuru sana kamati ya maandalizi ya mkoa ambayo imeendelea kufanya kazi hii. Advance party ya wizara ilikuja, imekutana na kamati yetu ya mkoa, na kwa hakika wameendelea kujadiliana na kuhakikisha kwamba mambo haya yatakwenda vizuri, na kesho katika uzinduzi kila kitu kitakwenda vizuri. Na wenzetu hapa walivyokuja tuliwakaribisha chai ya nazi. Kwa hivyo wameshaingia Tanga, wamejua wako vizuri. Na Esther hapa nimemuuliza na wao wamekuja chai ya nazi, lakini ameniambia bado Amina, lakini ameandaa leo na wenyewe wote watakunywa chai ya nazi. Na vitafunio vyetu hivyo vyote, jicho la mke mwenza na mambo mengine yale ya chapati za kumimina. Ndugu zangu, ndugu washiriki, kwa hakika hiki kikao kazi ni cha muhimu sana, na mimi sipendi nichukue muda mwingi. Najua kupitia nyinyi hapa mko jopo kubwa sana, ambapo na sekta zote ambazo zote zinakuaga katika maeneo ambayo kero zinasemewa zenye kero. Leo hii kabla sijaja hapa nimepigiwa simu na watu wa Kilindi huko, wana mgogoro wa ardhi, na ni katika tumeshapanga tayari ratiba ya kila wilaya jinsi ambavyo zitafikiwa. Kwa hivyo katika wilaya zetu, mfano Tanga jiji hapa, wilaya ya Tanga tutakwenda katika kata 9 au Tanga jiji tutakwenda Mzizima, Chongoleani, Makorora, Masiwani, Usagara, Majengo, Pongwe, Tangasisi, Mabawa na Maweni. Lakini kwa hapa mjini pale Tangamano, kituo kitaendelea kuwepo siku zote mpaka tarehe 17. Kwa hivyo utashindwa kukwenda huko katika hayo maeneo, basi ujue kwamba kituo kipo hapa Tanga. Lakini kwa Muheza kutakuwa na kambi ya msaada wa kisheria wa Dr. Samia Suluhu Hassan eneo la Majengo, Lusanga, Kigombe, eneo lingine ni Amani, Mkuzi, Pongwe, Potwe na kwa Bada pamoja na Kilulu na Tongwe. Sasa na huko tumeainisha vijiji ambavyo vitakwenda. Kwa maana hiyo itakwenda kwenye kata, na kule kwenye kata itashuka katika vijiji. Hiyo orodha tutawapa wanahabari ambao wataendelea kuisambaza, lakini wawakilishi wote wa halmashauri zetu tumieni PA system, magari ya matangazo yapite kwenye maeneo yetu, wananchi wasomewe maeneo ambayo kambi yatakuwepo. Haitapendeza kambi iko pale alafu watu hawajitokezi kwa sababu tu hawakujua kutakuwa na kambi katika eneo lao. Lakini pia ratiba hii imeainisha tarehe. Kwa hivyo kata ina tarehe yake. Kwa hivyo wewe umekosa katika siku hiyo tarehe imeandikwa, bado unaweza kuja hapa Tangamano ama unaweza kwenda kwenye kata inayofuatia kulingana na ratiba ambayo itatajwa. Kwa hivyo mimi niwashukuru sana ndugu zangu wote, na nishukuru sana wizara kama ambavyo nimesema, na tunasema kwa hakika kikao hiki muendelee kufanya kazi hii, muendelee kujadiliana. Na baada ya kusema haya, nitamke rasmi kwamba sasa mafunzo yetu ya wataalamu kwa ajili ya maandalizi ya uzinduzi na utekelezaji wa Samia Suluhu Aid Campaign, Legal Aid Campaign kwa watu wa Tanga umeifungua rasmi. Nashukuru sana kwa kusikiliza na niwatakie kikao kazi chema. Asanteni sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. Samia oye! Kambi ya msaada wa kisheria Dr. Samia oye! Wadau wetu oye! Na timu yetu kutoka Wizara ya Katiba na Sheria oye! Na nyinyi nyote oye! Asanteni sana, shukuru.